Kaka, nimetaka kuambia kama imekaribia sherehe ya masomo na mimi bado sijalipa. Kwa hiyo unataka nifanye kitu gani? Unipe pesa nikalipe. Kiurahisi tu hivi nichukue pesa huko ndani au nichukue pesa benki ukalipa wewe katika wewe upuzi wako? Sina kuuliza wewe, kiurahisi tu. Nichukue pesa zangu ndani hapa au labda kule benki. Wana nini ingia akilini? Ila kaka, nimekuwa nishamwambia marehemu baba na amekuwa ameshanikubalia. Ndio maana nimekuambia na wewe. Malaika wakupiga tarumbeta kila siku au siku ya kiyama ili wafu waje wafufuke sawa waende kuhesabiwa katika hali yao. Kwa hiyo wewe ndio umeamua kumfufua baba. Haya mfufu, nenda ukamfufua aje kulipia hizo pesa zenyewe. Kamfufua aje kulipia. Nimeshakwambia mimi siwezi kutoa pesa katika upuuzi wowote. Haswa mimi usinichanganye na usije kaniharibia siku ya leo. Ila kaka. Kaka nini? Sitaki, nimeshakwambia wala sihitaji kwa masuala ya pesa katika upuuzi wako. Umenisikia? Nisirudi kusikia unaniambia neno lolote hapa. Alafu nikisikia chochote kuhusiana na mambo ya pesa, haya macho yako mawili nitayatufua mimi. Pumbavu mkubwa wewe. Sina pesa kuchezea hapa. Sania. Be. Mbona hivi ni saa 4 saizi mchana ungali nalala? Kaka, nimechelewa kulala ndio maana nasikia mwili unaniuma. Na umelala saa ngapi? Saa 6. Ina maana wewe kwa kupenda filamu utakutana muda wote ulikuwa unaona filamu na unasahau kwamba mwili nao unahitaji kupumzika. Hamka basi ujiandae ukaoge kisha unywe chai. Ila kaka, kwa kitu nitakwambia. Mungu ndani hali inabadilika kila siku. Kaka Shabani anakuwa anielewi. Kafanya nini? Juzi nimemwambia nipe la sharia akakataa kunipa. Sawa. Mimi nitajitahidi ndaongea na Shabani, mimi na imani kwamba hilo tutalimaliza. Ila mimi nahisi kwamba hapa katikati kuna kitu ambacho kinaendelea. Kuna mtu labda pengine ndo anamshawishi Shabani kuyafanya yote haya. Mtu gani? Ungali mtoto mdogo sana Sania.
wale mtoto mdogo, acha si utakaa ndafikiria namna kuweza kujua ni mtu gani ambaye anatusumbua si katika familia yetu. Labda wewe kikubwa wewe hapo simama kaoge kisha ndio kachukue chai pale unywe. Mimi natoka kidogo. Sawa? So baki hapo. Halo. Salamu alaikum. Naam mdogo. Salam alhamdulillah. Nimetaka nikupigie simu asubuhi kabla hujatoka. Kuna mazungumzo nataka tuzungumze na wakina Shabani kwa sababu umdani tunahangaika sana mdogo, na unajua wewe labda pengine kutokana na utu uzima wako wanaweza kukusikia. Hawajaenda kazini. Huwa wanapenda kwenda kama saa 3:30 ndio wanapenda kutoka. Please tunakuomba njoo kwa kweli tuzungumze. Ni muhimu sana sana, angalau basi hata dakika 10. Sawa. Aya, asante. Ndamsalimia Sania. Shukrani. Namkaribu kwa mdogo kuona nikupigia simu ya ghafla, lakini uliweza kufika mapema sana. Na ni labda tu pengine nikuombe radhi, ulikuwa kuna shughuli zako, ulikubali zozote kuziacha na kuweza kufika. Lakini ilikubwa hapa nyumbani kuna matatizo. Kama unakumbuka ulivyotoka hapa wamesambaza kilio hapa. Kwa kweli hatuna amani humu ndani. Karaha, kelele kila siku. Shabani hapa ukishamwambia kuhusu hayo ndo kabisa ndo hataki kusikia, kwa sababu vurugu humu ndani, yani yale mapenzi ambayo na utani tuliokuwa nayo tukitania kama malezi ya marehemu baba alivyokuwa akitulea. Kwa kweli kama mndani amebadilika sana, tena sana. Lakini labda wewe umefika na kutokana na utu uzima wako unaweza kujaribu kuzungumza na Shabani pamoja na Asia, labda pengine wao wanaweza kukusikia. Kama kuna jambo ambalo sisi ni binadamu, labda pengine tumemkosea Shabani pamoja na Asia, wanaweza wakalizungumza. Si tuko radhi Shabani kuweza kukuomba msamaha endapo kama kweli tutakuwa tumekukosea. Wewe ni kaka yetu, wewe ni mkubwa wetu na wewe ndio mlezi humu ndani baada ya marehemu baba kufariki. Hatuna baba, hatuna mama. Lakini ikiwa kama mwe mtatulea katika maadili mema, katika mazingira mema, ninadhani tunaweza tukaishi vizuri. Kwa maana kwa nimekuita mama mdogo ili tuweze kukaa na kuweza kulimaliza hili. Shabani, haya maneno Hamza anayoongea ni kweli au ni uongo anakuzulia? Kwa maana mimi nakupigia simu sikupati na kuandikia SMS sikupati, kwenye WhatsApp sikupati. Ni kweli au? Mama mdogo, utanisamehe kama labda na wewe nitakuwa nimekukosea adabu. Ila sio madhumuni yangu. Ila ninavyodhani mimi unaweza kuwa umenikosea adabu kuniweka haswa sawa na heshima yangu, sawa na cheo changu ndani ya familia. Kuniweka pamoja na hao. Kwa kunidiscuss mimi kwamba nina makosa. Sawa mama mdogo, na kwa sasa hivi yani tuna siku kama 5 hatuendi shule. Na kila tukijaribu kumwambia kaka Shabani kuhusu hilo, kwa nini sisi tunashangaa kuona mali tunazo, anafanya kazi, kampuni ziko, halafu hatuendi shule. Si kinatushangaza sana hilo. Ndio likubwa sana. Labda uko hapa unaweza kuzungumza na Shabani. Labda Shabani kuna kitu amekiweka ndani ya nafsi tukijue basi. Hamza, kweli msomi? Shabani ni kweli watu wasomi? Sidhani kwamba wanachokiongea ni sahihi. Kama sio uongo, wanaongopa. Kwa hiyo unavyoniona mimi na akili yangu naweza nikafanya mambo ambayo wanayosema wao. Mimi nadhani Shabani kwa kuongea kama watoto wanabadilika ni kweli.
kwa sababu anatujua vizuri sana. Na at least ndo mkubwa kwetu huyu. Hususa sasa huyu Hamza ndo hasikia hata kidogo. Anatudharau. Hata ukimwambia kitu hatuelewi kabisa. Mimi nadhani hiki kikao umejidanganya kwa sababu kinakuhusu wewe mwenyewe. Tabia yako ndio imebadilika. Mama mdogo, jaribu kuongea naye. Sisi tumechoka kabisa, tumechoka. Wewe Hamza, wewe unahitaji mapenzi gani humu ndani? Mapenzi gani ambayo unahitaji humu ndani wewe? Wewe unakula mshushu hadi daku. Unakula tu. Mapenzi gani ambayo unahitaji? Alafu cha kushangaza, huyu Saidi nimemwambia juzi tu kama masuala ya pesa yako kwenye biashara. Asubiri kwa muda ambao nitakaopata pesa ndio nimpe pesa mimi ya kwenda shule. Lakini leo hii anakuja kusema kwamba labda wana siku ngapi hawasomi. Mimi nasikitika tu sana. Nasikitika sana. Ila sio kosa lao, itakuwa wanakumbuka wazazi wao. Maana utoto umewavaa sana. Sio kwamba eti ana midevu eti ikaonekana kwamba ni mkubwa, hapana. Ni sawa sawa na panya ambayo inazaliwa na ndevu, ndio kama huyu hapa. Inakuwa ni vurugu tu ndani kila macho, sio kila mara, ndio kama huyu hapa. Sishtuki na ndevu zake, mama mdogo usishtuki na ndevu zake huyu hapa. Kama kuna mkorofi wa kwanza, huyu Hamza mkorofi wa kwanza kama alivyozungumza dada yake hapa. Sasa anti, wewe ni mtu mzima. Mambo yapo tu mengi hapa ya kuwaza na ya kufikiria na ya kufanya hasa. Haya, tuachane na hayo. Kwa nini kupigia simu haunipokei? Unajua anti, aliwahi siku moja kunishauri baba. Akaniambia kwamba mwanangu, utapokuwa na majukumu, kuna vitu vingine vya msingi utakuwa hufanyi. Itafikia hata paka muda mke wako anakuhitaji, unaona kama labda anakusumbua. Anti, kikweli wito wako wa simu niliuona. Wito wa simu wako nimeuona. Ila naomba kwa hilo uniuie radhi, maana nilikuwa niko busy sana na kazi. Naomba uniuie radhi yangu. Alafu swala lingine, mimi naomba tusilaumiani tu. Maana kama nikukosea, hata Mungu anasema mkoseaji mzuri ni yule ambaye anatambua kosa lake na anaombea samahani. Kwa hiyo naombeni radhi jamani, naombeni radhi, wallahi naombeni radhi. Naombeni radhi kikweli. Alafu kuna mzigo wako ambao nilikuwa nimempa Asia kuletee. Sijui kama Asia umeshampelekea anti ule mzigo. Nimekuwa nimesahau kidogo. Ila ziko ndani nitampatia. Anti, kuna mzigo wako wa pesa ambao nilikuwa nimempa kuletee 1.5 milioni. Wala sijazipata, wala sijaziona. Kamletee mama mdogo. Ziko ndani. Baba nimpatie sasa. Nenda, hamna shida, nenda. Kwani mama mdogo? Shabani, una roho nzuri sana. Mungu akujalie uwe na mapenzi ya familia na ndugu zako. Amin. Wewe kamletee mama mdogo. Why? Inshallah. Nimefikiria utamsindikiza mama mdogo mpaka huko ambapo anaishi. Hautarudia tena mndani.
Hivi umezani ukimwita mama mdogo utafaidika nini? Hivi kweli Dasia, mimi nakushangaa. Mimi nimemuita mama mdogo huko ndani na tulikaa wote kwenye kikao pale. Tulikaa na wewe ulikuwa uko ndani unasikia. Ili tuone kama tunaweza tukalimaliza hili tatizo na sisi tuwe na amani. Kumbuka Dasia, niliwahi kukuambia mle ndani baba wakati angalia anaumwa hajafa. Nimekuambia hali huko ndani inazidi kubadilika. Shabani alikuwa mkorofi. Nimeona mama mdogo niweze kumuita tukae labda na sisi tuweze kuwa na amani. Nini unachozungumza hapo? Oh, amani. Good boy. Kwa hiyo umefaidika nini? Umefaidika nini? Kumwita mama mdogo hapa sio ndo kuleta amani katika hii nyumba. Na bado utaiona hii nyumba kama jehanamu. Aje mama mdogo, aje nani, wote wenye watakuja huko ndani watashindwa kwangu. Labda nikupatie onyo tu mmoja tu. Sitaki tena kuona watu ambao utakuwa unaita huko ndani eti vikao. Vikao havikukua wakati baba angali uhai. Hivi amefariki ndo vikao vinaanza? Sasa wewe ni mwanamke, tutapambana mundani mpaka tuhakikishe jambo limekaa sawa. Hamza, katika hii nyumba tuko watoto wanne, ila wawili watawakomesha nyinyi. Si mnajifahamu na kiburi? Hicho kiburi chenu kitakuishia. Wewe jiangalie vizuri na ujue kaudi ambayo utazuka ongea na dadako.